الحمد لله الذي قد أخرج من بطن آمنة محمدا واختاره للرسالة وهدى إلى سبيل الحق طريق الهدى، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. Enyi ndugu katika iman, ama baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Azza wa Jalla, sambamba na hilo swala na salam ziende kwa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Azza wa Jalla, lakini pia sambamba na hilo na wahusia ninyi katika nafsi zenu, bila ya kuisahau nafsi yangu mimi mwenyewe katika suala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Azza wa Jalla. Hutuba yetu ya leo insha Allah biidhnillah, tutazungumza kichwa cha habari kinachosema hiwar baina tarfaini. Alhiwar baina tarfaini, mazungumzo ya kheri kati ya Waislamu wanapokuwa wanazungumza mambo yao ya dini. Siku zote Waislamu wanapokuwa wanazungumza, basi wanajitahidi sana na wanatakiwa wajitahidi kuzungumza mazungumzo ya kheri, mazungumzo ya mapatano, mazungumzo ya kuleta amani, mazungumzo ya furaha baina yao, baina ya pande mbili, kati ya watu na watu, kati ya mtu na mtu mwingine, alimradi ipatikane ile hiwar ya Waislamu wakiwa wanazungumza katika mazungumzo yao, basi wanazungumza mazungumzo ya kheri kwa ajili ya Uislamu wao. Na ndani ya mazungumzo Waislamu wanapokuwa wanazungumza, isije ikatokea mmoja akamdhania vibaya mwingine na mwingine naye akaja akamdhania vibaya mtu mwingine, bali Muislamu anapokuwa anatoa hoja katika mazungumzo, katika vikao, katika mambo ya kheri, basi tunajitahidi na tujitahidi sana kumsapoti katika hoja yake ile nzuri atakayoitoa, kwa sababu tukifanya hivyo ndipo tutakapozidi kuweza kuwa pamoja na Uislamu wetu ukawa na nguvu zaidi kuliko vile tunavyofikiria, na Uislamu utafika mbali zaidi ikiwa sisi Waislamu tupo katika hali hiyo ya mapatano katika mazungumzo yetu. Na ndani ya mazungumzo tunahimizwa tuzungumze mazungumzo ya haki, bimaana mazungumzo ya ukweli. Leo hii Muislamu hafananii kuwa katika hali ya kuweza kuzungumza uongo baina ya Muislamu yeye na Muislamu mwenziwe, au kati ya mtu na mtu mwingine. Haitakiwi na hafananii Muislamu kuzungumza uongo. Mwenyezi Mungu Subhanahu alishatuambia ya kuwa tukiwa tunazungumza katika mazungumzo yetu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu anahitaji tuzungumze ukweli. Kwa sababu gani? Tukizungumza uongo tutakuwa katika ile hadithi ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anayoisema, alama za watu wanafiki ni tatu. Kwanza, akizungumza huongopa, akiahidi ahadi yake zinakuwa za uongo, na anapoaminiwa hufanya khiana. Mambo haya matatu yatathibitika kwa mtu muongo. Lakini mtu mkweli katika mazungumzo yake, anapokuwa anazungumza na Waislamu wenziwe au na mtu mwingine yoyote yule, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu anamkunjulia mambo yake yanakuwa super, mambo yake yanakuwa mazuri. Kwa sababu gani? Ukweli umemweka katika sehemu nzuri. Na siku zote mtu akizungumza ukweli unamfanya moyo wake uwe na amani kulikoni mtu kuzungumza uongo. Lakini si hivyo tu, kukunjuliwa kwa mambo yakawa mazuri kupitia ukweli wetu
kuna baadhi ya makosa mengine ya kibinadamu huwa yanatokea kama wanadamu kujisahau. Mfano, kufanya dhambi dogo na vitu vingine vya kumuudhi na kumbughudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu. Haya madhambi huwa yanatatuliwa pale pale kwa kuzungumza ukweli katika mazungumzo yetu. Allah anachukua dhamana ya kutusamehe dhambi zetu. Hilo la pili. Jambo la tatu, Mwenyezi Mungu Subhanahu anatuweka katika watu waliofaulu katika daraja la wacha Mungu. Sikiliza Mwenyezi Mungu anapozungumza katika suratul Ahzab. Allah anazungumza, anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, mcheni Mwenyezi Mungu, lakini wakati mnapokuwa mnazungumza katika mazungumzo yenu ya kheri katika dini kwa ajili ya Uislamu, basi jitahidini kuzungumza mazungumzo ya ukweli, mazungumzo ya kupatia. Mkifanya hivyo, Allah atawatatuzulia mambo yenu, yatakuwa mazuri katika hali nzuri mnayoitaka. Baada ya kuwa mambo yalikuwa katika mkunjo, basi Allah anayakunjua mambo yanakuwa mazuri. Wa yuslih lakum a'malakum, Allah anawakunjulia mambo yenu yanakuwa mazuri super vile mnavyotaka. Si hivyo tu, wa yaghfir lakum dhunubakum, na Allah anachukua dhamana ya kuwasamehe dhambi zenu. Wa man yuti Allaha wa rasulahu, na mtu atakayezidi kumcha Allah na mtume wake kwa hayo ambayo wameyasema Mungu na mtume, faqad faza fawzan adhima, huyu amefaulu ufauluji uliokuwa mkubwa mno. Kuna vitu vitatu vya kuzingatia: masikio, macho pamoja na yale yaliyomo katika vifua vyetu. Haya yote yataenda kuulizwa katika mahakama ya Allah siku ya Kiyama, ikiwa umeongopa, ikiwa katika mazungumzo yenu hamjapatana. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu anatutaka katika mazungumzo yetu wa Islam, tunapokuwa tunazungumza, basi toa hoja au mazungumzo ambayo yenye kuleta kheri na faraja baadaye. Kwa sababu gani? Usiliingie jambo ambalo wewe huna elimu nalo katika jambo hilo. Ukifanya hivyo, utaingia katika madhambi makubwa mno ambayo Mwenyezi Mungu ameyataja. Madhambi hayo ataangamizwa Muislamu kwa uongo huo. Allah anasema, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu, usiendee mambo ambayo wewe huna elimu nayo. Inna sama wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Masikio, macho, yote haya na yale yaliyomo katika vifua vyetu vitaenda kuulizwa kwa Allah Subhanahu wa azza wa jalla, kwa sababu ni neema hizi tulizopewa. Ikiwa hali ndo hii, ipo namna na njia ambayo sisi tukiwa tumetofautiana katika hoja katika mazungumzo yetu, si kuleta ugomvi wala makinzano, bali kinachotakiwa ni kurudi katika sunna, bimaana hadithi za mtume, lakini pia na kurudi katika kitabu cha Allah Subhanahu wa azza wa jalla, bimaana Qur'an. Mwenyezi Mungu anatuambia, ikiwa mmetofautiana katika jambo, wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul, ikiwa mmekinzana katika jambo, hamjui nini mtoe fatwa, jambo gani ili liwe hivyo, basi jitahidini Waislamu kurudi katika kitabu cha Allah na sunna, bimaana hadithi za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa tuangalie mazungumzo ambayo yaliwahi kutokea tangu azali, yani kitambo cha muda mrefu, ambayo mazungumzo haya yalikuwa mazungumzo ya mapatano, mazungumzo ya kheri. Yalikuwa kati ya Allah Subhanahu wa azza wa jalla, ya ana kwa ana dhidi ya malaika wake. Malaika hawakumdhania vibaya Mungu, na Mungu naye pia kwa ukubwa aliokuwa nao hawakuwadhania vibaya malaika aliowaumba. Kwa sababu gani? Walikuwa hawajui, hawana wanachokijua katika mazungumzo yale. Na katika kule kujibishana kulikuwa hakujakuwa ni katika kukosana kati ya Mungu na malaika, kulikuwa ni katika mazungumzo ya kheri. Ilikuwa hivi, Mwenyezi Mungu Subhanahu katika suratul Baqara anasema, wa idh qala rabbuka lilmalaika, kumbuka pale Allah alipowaambia malaika ya kuwa, enyi malaika, nataka ni muumbe mwanadamu katika huu ulimwengu wa dunia. Malaika katika kikao kile, katika mazungumzo yale, wakamjibu Mungu wakamwambia, ya Rabbi, unataka umlete mwanadamu katika uso wa dunia aje kufanya ufisadi na waje kumwagana damu wapigane? Hivi ujui kwamba sisi ndo tunakusujudia wewe na kila unachokitaka katika ibada sisi tunakifanya?
Mungu akasema kuwajibu malaika, akawaambia inni a'lamu bima la ta'lamun, mimi ninakijua ninachokifanya ikiwa nyinyi hamjui. Wacha ni muumbe mwanadamu. Mwanadamu akaumbwa akaja katika huu uso wa dunia, tena akaja baada vitu vyote kuwekwa katika huu ulimwengu wa dunia, miti, matunda, vyakula na kila aina ya vitu hapa duniani vimedhalilishwa kwa sababu ya mwanadamu. Alafu mwanadamu akaja mwisho kama mtawala. Kisha baada ya hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu akataka kuwaonyesha malaika kwamba mimi ninakijua na ninajua katika ufalme wangu ikiwa nyinyi hamjui. Mwenyezi Mungu akawaambia malaika, sasa hebu tajeni vitu vyote hivyo nilivyomuumbia mwanadamu ikiwa mnavijua. Wakashindwa kutaja vitu vyote vya duniani, hata mlango walishindwa kutaja, hata nguo walishindwa kutaja malaika. Hatimaye malaika wakamjibu Mungu wakamwambia, subhanaka illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, kwamba wewe hakika ni Mola mkubwa, unajua kila unachokifanya. Tunajifunza nini katika historia hii? Mazungumzo haya yaliyokuwepo mwanzo kabisa tangu azali kitambo hiko, tunajifunza ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu hajawadhania vibaya malaika wake kwa sababu walikuwa hawajui. Na mazungumzo yale pamoja na kuwa malaika wanajibu, lakini Mwenyezi Mungu hajawachukulia kwamba malaika hawa siku hizo wamekuwa viburi. Hajachukua taswira hiyo wala sifa hiyo dhidi ya malaika wake. Kwa hiyo sisi tujitahidini sana mazungumzo yetu ya kheri tunapokuwa tunazungumza, isije mtu akamdhania vibaya. Pengine huenda ikawa ndio nature yake, ndivyo alivyo hivyo. Kwa hiyo tumchukulie vile alivyo, kwa sababu na yeye pia anahitajika katika mambo yetu ya kuendeleza dini katika Uislamu wetu. Hilo jambo la kwanza. Tukirudi katika ile historia ya Firaun dhidi ya Musa alayhi salatu wassalam, kulikuwa na bwana mmoja enzi zile Bani Israeli, alikuwa ni Muislamu. Na Firauni alishatangaza ya kuwa mtu yeyote akijulikana kuwa ni Muislamu, nishatoa amri kwa majeshi yangu mtu huyo auliwe, bila hata kuja kwangu, auliwe moja kwa moja. Basi ile kazi ikafanyika kwa maaskari wa Firauni. Kuna bwana mmoja ambaye yaktumu imana, alificha imani yake, alikuwa Muislamu. Akaja akajulikana siku moja anasema hivi, hapana Mola pasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wale wanajeshi wa Firauni walimuona, wakamkamata mbele ya jumlisha ya watu. Wakamwambia, hebu mkamateni huyu. Wakamkamata, wakataka kumuua kama ilivyokuwa amri ya Firauni iliyotoka. Lakini huyu mtu ambaye alikuwa Muislamu alijitetea katika hali hii, akawaambia, jamani, hivi mnataka kumuua mtu kwa kusema tu la ilaha illa Allah? Kwa nini isiwe hivi? Wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibu wa in yaku sadiqan yusibikum ba'du alladhi ya'iduhum. Kwa nini isiwe akizungumza ukweli katika hiyo anayosema kwamba hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na mkachunguza imani hiyo, mumuache, msimuue. Lakini ikiwa ni uongo katika kauli hiyo ya la ilaha illa Allah, ndio mumuue. Hivi mnaonaje kauli hii? Wale mabwana sasa wale maaskari wa Firauni wakafikiria hilo jambo, akasema huenda ikawa ni kweli. Basi yule mtu ambaye alificha imani yake alikuwa mu'min, akazidi sasa kuwapa aya nyingine, na pale pale akazidi kuwalingania katika Uislamu. Akawa anawaambia, ya qaumi mali ad'ukum ila an-najat wa tad'unani ila an-nar tad'unani liakfura billah. Akazungumza, wakawa wanaingia taratibu kwenye imani, taratibu mdogo mdogo wanaingia. Tunajifunza nini? Tunajifunza ya kuwa katika kisa hiki mtu anapokuwa anazungumza imani yake aliyokuwa nayo ya kumwamini Allah na mtume wake, hata katika watu wengine ambao si Waislamu, basi hoja yake nayo pia inakuwa ni ya msingi ya kuchukuliwa vizuri. Tuje katika ile hiwar, mazungumzo yaliyotokea kati ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama dhidi ya wale makufari wa Maka. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwaka wa 4 au mwaka wa 5 baada al-bi'tha, baada Mtume kupata utume. Hutuba yetu inasema hiwar baina tarfain, mazungumzo ya khairi ya mapatano kati ya pande mbili. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikutana na hawa mabwana wakubwa makafiri katika kabila la Kikuraish, akiwemo bwana mmoja anaitwa Utba bin Rabi' au kwa jina jingine Abul Walid katika historia.
Huyu bwana aliwaita makafiri wenziwe, wakaanza kujadiliana, wakasema jamaa Waislamu sasa hivi wamepata nguvu. Jaafar ibn Abi Talib kabla ya kuslimu akawa naye pia anatoa rai, anasema jamaa, hivi kwa nini Waislamu wamepata nguvu kiasi hichi? Utba bin Rabi'a akasema ni kwa sababu wameslim Hamza na Umar bin Khattab. Hawa walikuwa kwetu, sasa hivi wamekuwa katika Uislamu, ina maana Uislamu wa Muhammad sasa hivi utapata nguvu, tufanyeje? Wakashauriana pale katika mazungumzo yao, mwisho wa siku wakakubaliana ya kuwa waende kwa mfalme anaitwa An-Najashi katika nchi ya Habash. Walivyoenda kule kwa An-Najashi wakamhadithia, wakasema yule Muhammad bwana anatusumbua. Sasa hivi tangu alivyoingia kwenye Uislamu amewaingiza watu wakubwa wawili wametoka kwetu huku ambaye ni Hamza pamoja na Umar. Tufanyeje? Hebu tupe ushauri wako wewe mfalme An-Najashi. An-Najashi akapima hiwar baina ya pande mbili, mazungumzo yale. Akasema ikiwa huyo mtume ameingia kwenye Uislamu, mimi nataka niwaulize, huo Uislamu aliyokuwa nao huyo Muhammad, hao watu huwa wanazidi kila siku au huwa wanapungua? Jaafar ibn Abi Talib akasema bal yazidun, yani wanazidi kila uchao. Akasema mimi nataka nipime mazungumzo kati yenu nyinyi na Muhammad na mimi pia na Muhammad, ikiwa kama ni mfalme katika nchi ya Najashi. Pale wakaenda mpaka katika mji wa Madina, wakakutana na mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika mazungumzo haya. Wakamhadithia mtume akiwemo mfalme Utba bin Rabi'a, Jaafar ibn Abi Talib na wengine wote katika makafiri wa Kikuraishi. Akaanza kuzungumza Utba bin Rabi'a au Abul Walid, akasema ya Muhammad ibn Abdullah, ewe mtoto wa Muhammad, mtoto wa Abdullah ibn Abdul Muttalib, siku hizi naona tunakosana, unatutukania miungu yetu, unasema Mungu ni mmoja, sisi tuna miungu zaidi ya mmoja. Isitoshe pia siku hizi katika Uislamu wako umepata nguvu tangu kuslimu kwa Umar pamoja na Hamza, hatujajua ni kwa nini. Isitoshe ikiwa wewe kama unahitaji kitu kutoka kwetu tuambie tukupe, kulikoni hii kazi unayoifanya, sisi tunaumia na hatutaki kuona upo katika hali hiyo. Baba yako hajakuwa hivyo wewe. Wakamlingania pale, mwisho wa siku wakaanza kumbeza mtume katika mazungumzo yao. Wakamwambia ikiwa unahitaji mwanamke mzuri wa kumwoa tuambie, sisi tutakupatia mwanamke umuoe. Lakini ikiwa unazungumza tu mazungumzo kama ya ushairi ya Qur'ani kama ya ushairi, hebu tuambie, achana nayo hiyo. Isitoshe ya kuwa kama una majini au mashaitani yale makuhani, tuambie tukusaidie, tukutibu. Kuna watu wanajua wanaweza kutibu mambo hayo. Mtume akakasirika kidogo, akawajibu akawaambia, mmeshamaliza kwenye mazungumzo yenu? Abul Walid akasema tayari tumekwisha maliza. Mtume akasema fasma' minni ya Abul Walid, sasa naomba na mimi mnisikilize na ya kwangu kuwaambieni nyinyi. Mtume akasoma surat Fussilat katika Qur'ani, Hamim tanzilun minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun, bashiran wa nadhiran fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un wa qalu qulubuna. Maneno yakawa yanawaingia taratibu mfalme An-Najashi na wale wengine wote makufari wa Maka. Mtume akasoma mpaka katika aya fulani akasema tayari nimekwisha maliza mazungumzo yenu, mna jambo jingine? Wakasema hapana. Wale mabwana wakawa wameondoka, wanarudi kwa makafiri wenzao, wanawaambia jamaa, vipi, mmepata rai gani huko kwa mtume? Mmemweza, mmemshinda katika mazungumzo yenu? Wakashangaa kumuona Utba bin Rabi'a Abul Walid, sura aliyotoka nayo sio anayokuja nayo. Akamwambia hebu tupe rai yako. Akatoa rai Abul Walid akasema, mimi naona kuanzia leo yule kijana Muhammad muacheni aendelee na kazi yake ya dini. Unasema? Nasema hivi, kuanzia leo kijana huyu Muhammad muacheni aendelee na kazi yake ya dini. Tunajifunza nini katika kisa hiki? Ya kuwa siku zote tusiwe na jazba katika mazungumzo yetu ya kupatana katika kheri. Tusiwe na ule umimi pengine, tusiwe ni katika watu wa tofauti vile wanavyokuwa wanatakiwa wawe. Bimaana tuwe wapole. Ingelikuwa kukasirika, basi angelikasirika mtume dhidi ya makufari, angesema
sasa mmejileta wenyewe na waua hapa, nilikuwa nawatafuta miaka mingi. Lakini hakufanya hivyo. Mtume alitumia hikma na ustaarabu katika mazungumzo. Hiwar baina tarfaini, mazungumzo ya kheri na ya mapatano kati ya pande mbili Waislamu wanapokuwa wanazungumza, au katika watu ambao si Waislamu wanapokuwa wanazungumza. Tuje kwa Imam Shafi'i. Al-Imam Shafi'i ni moja kati ya maimamu wakubwa sana tunawategemea. Imam Shafi'i aliwahi kusoma kwa Imam Ahmad bin Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbali alikuwa na mwanawe anaitwa Ahmad. Aliwahi kumsikia siku moja mtoto wake dhidi ya baba yake anamuombea sana Imam Shafi'i. Akamwambia, hivi baba, kwa nini unapenda sana kumuombea dua huyu Imam Shafi'i? Kwani ni nani yako? Tunajifunza kuwa kwenye mazungumzo ya kheri, hata akiwa anatajwa mtu katika kheri aliyoifanya, tusimbeze, kwa sababu amefanya juhudi kubwa katika dini. Ukiona anatajwa sana kwenye midomo ya watu, kwenye kikao lazima atajwe, basi mtu huyo amefanya juhudi kubwa na ana mchango mkubwa. Sasa Ahmad alimuuliza baba yake, huyu Imam Shafi'i ni nani yako? Akasema, huyu ni mwalimu wangu. Kana lishafi'iyu kashamsi fi dunya wa kafiyatan lil abdan. Alikuwa Imam Shafi'i yani ni kama vile jua linavyowaka duniani, alafu ni kama vile mtu anavyokuwa na nguvu katika afya alikuwa nayo, yani kupitia ile elimu kubwa aliyokuwa nayo na mazungumzo yake, akiwa anazungumza Imam Shafi'i dhidi ya Waislamu na watu wengine. Na Imam Shafi'i alikuwa hajigambi katika mazungumzo, akiwa anazungumza apende aonekane yeye kuwa ndio mshindi kuliko ni watu wengine. Yeye mwenyewe anasema Imam Shafi'i, ma nadartu ahadan ala ghalaba, yani nilikuwa sipendi nionekane mimi ndio mshindi kuliko ni watu wengine. Nilikuwa nataka mtu achukue fikra na mawazo mazuri ninayokuwa mimi ninayoongea, ili naye pia ayachukue katika kuyafanyia kazi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tujitahidini sana kuyafanyia kazi haya, na mazungumzo yetu yawe ni mazungumzo ya amani na kupatana. Mwisho kabisa, hata iliwahi kutokea pia enzi za utawala wa Imam Ali karramallahu wajha. Katika utawala wake Imam Ali alikuwepo Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ni yule katika masahaba ambao waliwahi kuombewa dua na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mungu mpe elimu ya fiqhi, Mungu mjalie khairi, Mungu mpe hivi na hivi na kadha na kadha. Abdullah ibn Abbas aliombewa dua hiyo na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuliwahi kutokea utata. Imam Ali alipingwa na watu ambao walikuwa ni makhawarij zaidi ya watu 20,000 msikitini humo, na watu wengine wakatoka kwenye Uislamu wakasema, hapana, tunatoka kwenye Uislamu, haiwezekani. Yale yote Abdullah ibn Abbas aliwahi kuyasikia, akasema ngoja niondoe haya mambo. Kwa nini inakuwa hivi? Mbona enzi za Mtume hayakuwa haya mambo? Na kama alikuwepo, mbona alikuwa anakaliwa chini, mambo yake yanakwisha? Hatimaye Abdullah ibn Abbas alimuita Imam Ali akamwambia, mimi nataka nifanye hiwar kati yako wewe na Waislamu ambao wewe hawakutaki, wanakuona kuwa haufai kipindi hiki. Wakafanya mkutano na wakakaa kikao msikitini, akiwemo Abdullah ibn Abbas na Imam Ali. Imam Ali akiwepo kama mtuhumiwa na Abdullah ibn Abbas akiwa kama ndio hakimu wa kuweza kuyachunga yale mambo yatakayotokea pale. Abdullah ibn Abbas akawauliza akasema, madha tanqimuna ala Ali, kwani nyinyi mna shida gani dhidi ya Ali? Wakasema, sisi tuna mambo naye mambo matatu, ndio maana tumempinga, tumetoka mpaka kwenye Uislamu. Wakasema, jambo la kwanza, Imam Ali bwana, tukienda naye kwenye vita hachukui sabiyu. Asabiyu ni yale mateka yanayopatikana kwenye vita. Alafu kitu kingine cha pili, hachukui ngawira zile zinazobaki baada ya vita. Jambo la tatu la mwisho, huyu amejitoa kwenye ule amirul mu'minina Sayyiduna Ali bin Abi Talib, kwa hiyo kama si amirul mu'minina huyu atakuwa ni amirul kafirina. Abdullah ibn Abbas akasema, ni hayo? Akasema, ndio, ni hayo tu, mambo matatu. Wakakaa wakashauriana, wakasameheana, mambo yote yakaisha, wakapeana mikono, mambo yakawa safi, Uislamu ukasonga mbele kupitia mazungumzo yaliyokuwepo kati yao na kati ya Uislamu. Ndugu zangu katika imani, baada ya kuyasema haya, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Azza wa Jalla
atujalie tuwe ni wenye kuyachukua haya na kuyafanyia kazi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah